siku zote za maisha. Naomba ukae. Pigia Yesu makofi na vigelegele. Kwa majina yangu naitwa Pastor Simeoni Samsoni Sanzurimo. Nimeokoka na mpenda Yesu. Pia huwa na mpango wa kwenda mbinguni. Sema amen. Ndio kwa mchungaji mwingine ana mpango wa kwenda mbinguni. Tana shida tu kidogo. Akifukuzwa kwenye dini yake anaamua kumwacha Yesu, lakini mimi ninaendelea mbele. Namba zangu za simu 0757 69 78 79. Tarudia, namba zangu za simu 0757 69 78 79. Sema amen. Nimesema hivi ili unanisikiza katika redio yetu nzuri ya Sengerema. Ukipenda maombi utanipigia simu. Namshukuru Mungu kila mara ninapohubiri pale watu wengi wananipigia simu, ninawaombea. Na wengi wanapenda kufika mahali hapa ninapoabudia. Ipo siku nitawakaribisha tu, mtakuja, wala msio na wasiwasi. Tumpigie Yesu makofi na vigelegele. Somo letu la leo linasema, chukua kalamu yako na daftari uandike, linasema lazima Yona atupwe baharini ili uweze kufika ng'ambo salama. Pigia Yesu makofi. Shukuru sana mwimbaji wa bega mimi wimbo wa Yona. Nashukuru Mungu ni mwanao maombi mzuri. Nashukuru Mungu alimuongoza wimbo ambao atakaohubiri. Lazima Yona atupwe baharini ili uweze kufika ng'ambo salama. Sema amen. Kabla sijaendelea kuongea, naomba tusome maneno ya Mungu. Yona sura ya kwanza. Yona sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Utasoma mpaka mwisho, mpaka nitakapokuambia. Yona sura ya kwanza mstari ule wa kwanza nafikiri hadi wa 17 huko. Maneno ya Mungu yanasema, ndio, basi neno la Bwana lilimjia Yona, ndio, mwana wa Amitai kusema, ndio, ondoka uende Ninawi, ndio, mji ulio mkubwa, ndio, ukapige kelele juu yake, ndio, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu. ndio. Lakini Yona akaondoka akakimbilia Tarshishi, ndio, apate kujiepusha na uso wa Bwana. ndio, Akateremka hata Yafa, ndio, akaona melikebu iliyokwenda Tarshishi. ndio. Basi akatoa nauli, akapanda melikebu aende pamoja nao Tarshishi, ndio, ajiepushe na uso wa Bwana. Mstari wa 4. Lakini Bwana alituma upepo mkubwa baharini, ndio, ikawa tufani kubwa baharini, hata melikebu ikawa karibu na kuvunjika. ndio. Basi wale mabaharia wakaogopa, kila mtu akamwomba Mungu wake. Ndio, Nao wakatupa baharini shehena, ndio, iliyokuwa melekebuni, ndio, ili kuupunguza uzito wake. ndio. Lakini Yona alikuwa ameshuka hata pande za ndani za melikebu, Ndio, akajilaza akapata usingizi. ndio. Basi nahodha akamwendea, Ndio, akamwambia, ndio, una nini ewe ulalaye ndio, usingizi? ndio, Amka ukamuombe Mungu wako, ndio, labda Mungu huyo atatukumbuka tusipotee. ndio. Mstari wa 7. Ndio, Wakasemezana kila mtu na mwenzake, ndio, haya na tumpigie kula, ndio, mpate kujua mabaya haya yametupata kwa sababu ya nani. ndio, Basi wakapiga kula, nayo kula ikamwangukia Yona. ndio. Mstari wa 8. Ndipo wakamwambia, tafadhali utuambie, Ndio, wewe ambaye mabaya haya yametupata kwa sababu yako, kazi yako ni kazi gani? ndio, Nawe umetoka wapi? ndio, Nchi yako ni nchi ipi? ndio, Nawe umtu wa kabila gani? Mstari wa 9. Akawaambia, mimi ni Mwebrania, mimi ni Mwebrania, namcha Bwana, ninamcha Bwana Mungu wa mbingu, Mungu wa mbingu, aliyeziumba bahari na nchi kavu. aliyeziumba bahari na nchi kavu. Mstari wa 10 nasema, ndipo watu wale wakaogopa mno, Ndio, wakamwambia, ni jambo gani hili
ulilolitenda, kwa maana watu wale walijua ya kuwa amekimbia ajiepushe na uso wa Bwana, kwa sababu alikuwa amewajulisha. Mstari wa 11. Basi wakamwambia, tukutende nini ili bahari itulie? Kwa maana bahari ilikuwa imezidi kuchafuka. Mstari wa 12. Naye akawaambia, nikamateni mnitupe baharini. Akawaambia, nikamateni mnitupe baharini. Basi bahari itatulia. Mkishamtupa Yona baharini, bahari itatulia. Kwa maana najua ya kuwa ni kwa ajili yangu tufani hii imewapata. Kwa maana najua shida iliyowapata ndani ya merikebu hii ni kwa sababu ya Yona. Mstari wa 13. Lakini wale watu wakavuta makasia kwa nguvu. Wale watu wakaogopa, wakaamua kuvuta kasia kwa nguvu ili wapate kurudi pwani. Ili waweze kurudi ng'ambo. Wasiweze. Lakini hawakuweza. Kwa maana bahari ilizidi kuwachafukia sana. Bahari ilizidi kuwachafukia sana. Mstari wa 14. Basi wakamlilia Bwana. Ndipo wakamlilia Mungu. Wakasema. Twakuomba. Bwana, twakuomba. Tusiangamie kwa ajili ya uhai wa mtu huyu. Wala usitupatilize kwa ajili ya damu isiyo na hatia. Kwa maana wewe Bwana umefanya kama ulivyopenda. Mstari wa 15. Basi wakamkamata Yona. Sikiliza, basi wakamkamata Yona. Wakamtupa baharini. Nayo bahari ikaacha kuchafuka. Mungu atusaidie sana. Amen. Mungu atusaidie sana. Amen. Biblia inasema hivi, somo letu la leo linasema hivi, lazima Yona atupwe baharini ili uweze kufika ng'ambo salama. Acha nikwambie kitu kimoja. Unajua, katika maisha ya Ukristo, maisha ya kanisa la Mungu, hata maisha ya familia, unapokuwa katika familia, kuna watu ambao wanakuwa katika familia ambao ni tatizo. Kuna vitu katika familia vinakuwa ni tatizo. Na wewe unaweza usifahamu. Unaweza usigundue, unaweza kushangaa katika maisha yako. Unapofanya biashara inakuwa ngumu. Unapofanya kitu fulani kinakuwa kigumu. Kuna Yona katika biashara yako. Unaweza kuwa unafanya hata kazi fulani, lakini unaona mle kuna shida, kuna ugumu fulani. Ndani ya hiyo kazi kuna Yona. Mungu atusaidie sana. Amina. Ili uweze kufanikiwa, lazima Yona atupwe baharini. Sema amen. Amina. Ngoja nikwambie, maisha yetu watu wengi tunapotembea watu jui. Unajua kuna mambo ambayo yanakuwa ni mabaya katika maisha yako. Kuna vitu ambavyo sio vizuri katika maisha yako ambavyo vinatembea na wewe. Kuna vitu ambavyo sio vizuri. Unaweza ukashangaa katika maisha yako, unafanya biashara haiendi. Unajaribu kufanya kwa bidii lakini haiendi. Ujue kuna Yona. Kuna shida ndani yake. Kuna kitu kinaleta shida. Hawa watu wenye merikebu walikuwa wanatembea na merikebu. Hawakujua ya kwamba kuna nini. Ghafla wakashangaa, shida ikatokea kwenye meli. Tufani likatokea, bahari ikachafuka. Wao hawakujua, wakafikiri labda ni machafuko tu ya kawaida. Acha nisikize kwa makini, mtumishi wa Mungu, mtoto wa Mungu. Hao watu wakafikiri ya kwamba ni kitu tu cha kawaida, lakini walivyoendelea waliona bahari inazidi kuchafuka. Wakashangaa bahari inazidi kuchafuka. Ndipo wakakaa wakaulizana, tatizo ni nini? Kuna shida gani? Wakaanza kujipeleleza, wakaanza kuulizana kwamba jamani, kwa nini? Wakaambizana kila mmoja amuombe Mungu wake. Wakaambizana kila mmoja aombe Mungu wake. Lakini walipoendelea kuomba hawakuona matokeo. Hawakuona mafanikio. Tufani halikukoma. Kumbe tatizo kuna Yona yumo ndani ya merikebu. Wewe nikwambie, walipoendelea baadaye wakaamua kupiga kula, wakajiuliza kwa nini. Walipoteremka chini wakamkuta kuna mtu kule chini amekaa ametulia, tena hana wasiwasi, amesinzia. Wakamuuliza, kwa nini wewe unakaa wakati kuna tufani kubwa? Wewe hauna tatizo. Ngoja nikwambie, kuna watu ambao wanaingia katika biashara yako, wanaharibu biashara yako. Tena ukimtazama yeye wala hana shida,
Anaweza kuona unahangaika biashara kwa nini, ana kutazama tu. Vile vile hata katika kazi ya Mungu kuna mayona kanisani wamo, kazi yao ni kuvuruga kazi ya Mungu, halafu yeye wala hana wasiwasi. Anaweza akaona kazi ya Mungu inaenda vibaya, yeye hana wasiwasi, amelala ametulia tu. Nataka nikwambie hivi, ili ufanikiwe lazima Yona atupwe baharini. Pia Yesu wangu makofi na vigelegele. Lazima Yona atupwe baharini ili tuweze kufika salama. Ngoja nikwambie, unaweza unafanya biashara, kuna watu wanatengeneza madawa katika biashara yako ili usifanikiwe. Yuko Yona ambaye hapendi, yuko Yona ambaye mkorofisha Mungu, yuko Yona ambaye yuko kinyume na Mungu, na Mungu anapomwangalia anataka kumwadhibu. Ngoja nikwambie kitu kimoja, usikubali kuishi na mtu mwovu, maana wakati adhabu ya Mungu inashuka inaweza kukusumbua na wewe. Kataa kuishi na mtu mwovu, kataa kuishi na mtu mwenye matatizo katika familia yako, kataa kuishi na mtu mbovu ndani ya kanisa, maana wakati anapigwa yeye unaweza kushangaa kanisa likapigwa. Kataa kuishi na mtu mbovu katika familia yako. Wakati Mungu anashuka kumpiga, unaweza ukaumia na wewe. Hawa watu walikuwa ndani ya merikebu, kumbe Mungu anataka kumpiga Yona kwa sababu Yona alikuwa ndani ya merikebu, mtu mbovu aliyemkosea Mungu. Wakati Mungu anataka kumpiga Yona, akakuta anapiga na watu wengine. Acha nikwambie, iko siri ya kinabii katika maisha yako. Epuka kukaa na Yona, usikae na Yona katika maisha yako. Sikubali kukaa na Yona, huwa namtupilia mbali, maana Mungu amenipa mamlaka, Mungu amenipa nguvu, Mungu amenipa uwezo wa kumgundua Yona. Kama ukiwa ni Yona, nitakusambaratisha kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, wala utafanikiwa. Sitakubali kuzama na wewe, lazima nikutupe baharini ili kazi ya Mungu iweze kuendelea. Lazima nikutupe baharini ukamezwe na samaki ili tuweze kuendelea. Piga Yesu wangu makofi na vigelegele. Watu walikana Yona, mtu mbovu aliyekataliwa na Mungu, ambaye amekimbia, hataki kufanya kazi ya Mungu, hataki kufanya kile alichoambiwa na Mungu, akaamua kujificha, kujiepusha na uso wa Bwana. Ngoja nikwambie, katika maisha ya wanadamu, unapoona mambo ni magumu, unapoona biashara yako inakuwa ngumu, unaona mambo katika maisha yako ni magumu, yuko Yona. Yuko Yona katika maisha yako. Yuko Yona anayesababisha tufani katika maisha yako. Unatakiwa ugundue katika ulimwengu wa roho. Hao baharia waligundua, wakasema, kwa nini miaka yote hatupate dhoruba? Iweje leo tunapata dhoruba? Kuna tatizo. Wewe nikwambie, na kwa sababu walikuwa na kaneema ka Mungu, waligundua, ndipo wakateremka katika dari ya chini, wakamkuta Yona ambaye ni tatizo lao. Shida ya tufani iko kwa ajili ya Yona, amejificha kule. Ngoja nikwambie, kuna mtu mbaya anaweza kujificha katika maisha yako, akajifanya ni rafiki yako wa karibu, kumbe ni nyoka, kumbe ni tatizo katika maisha yako. Uwe na macho ili uweze kumgundua. Sema amen. Uwe na macho ili uweze kumgundua Yona. Lazima Yona atupwe baharini ili tuweze kufika salama. Na nikwambie, kama Yona atakuwa katika maisha yako, kama Yona atakuwa katika kazi yako, huwezi ukatoboa, huwezi ukafaulu. Ni lazima mgundue Yona, halafu mtupe baharini akazame huko ili uweze kufika ng'ambo. Piga Yesu wangu makofi na vigelegele. Weza kutenda mambo makubwa zaidi ya. Nataka nikwambie hivi, Yesu Kristo atatenda mambo makubwa katika maisha yako. Kaa vizuri tu na yeye. Kaa vizuri na yeye. Tupa Yona baharini. Kile kinachokuzinga usifike ng'ambo, kwa Yesu kitupe baharini.
Kama unaona kuna kazi na kuzinga ili usifike kwa Yesu, tupa baharini. Kama kuna mtu, kuna rafiki anakushawishi kumwacha Yesu, achana naye. Kama kuna ndugu anakushawishi kumwacha Yesu, achana naye. Huyo ni Yona katika maisha yako. Lazima mtupe baharini ili uweze kufika salama. Sema amen. Mungu akubariki. Pigia Yesu wangu makofi na vigelegele. Sasa nataka nikuombee. Leo nina upako wa ajabu. Sema amen. Nahisi kwa nguvu ya Mungu ya ajabu katika maisha yangu. Hebu naomba meza isogezwe mbali kule. Leo nataka nikuombee. Unajua kuna watu naona wanataka kumtupa Yona baharini. Naomba anza kujiandaa. Anza kujiandaa. Naomba usimame. Nataka tumuombe Mungu. Omba Mungu. Ukipenda utapita mbele, nami nitakuombea. Kuna neema fulani naiona. Kuna neema naiona. Kuna neema ya Mungu naiona. Wewe nipita mbele, jiandae kumwachia Yona. Angalia kuna Yona gani ambaye umemng'ang'ania. Kuna Yona gani uliyemng'ang'ania. Wewe Yona umtupe baharini. Iko neema ya Mungu ambayo unakwenda kuiona. Iko neema Mungu anakwenda kuiona. Naomba tuabudu kwa kisha kuombea. Inua mikono yako juu. Makubwa zaidi ya hilo unaweza kufanya. Unaweza kupenda mambo makubwa zaidi ya hilo. Unaweza kufanya. Unaweza kutenda mambo makubwa zaidi ya hilo. Sema maneno ya Bwana Yesu. Nimesikia neno lako ya kwamba ili shida yangu itoke, lazima nimtupe Yona baharini. Baba, angalia Yona wangu ni uzembe wa kuhudhuria ibada. Yona wangu ni uzembe wa kuomba. Yona wangu ni shida zilizonizonga. Yesu, leo nazikataa. Leo nazikataa. Leo nazikataa. Kwa jina la Yesu nazitupa mbali. Nahitaji neema yako ili uwe pamoja nami. Yesu nisaidie. Yesu nitie nguvu niweze kufika salama. Mambo yangu ninaomba Bwana ukasimame nayo. Yesu kanisaidie katika shida ninazopitia. Yesu kasimame na mimi. Matatizo ninayopitia, Yesu kasimame na mimi. Yesu ninakuomba uwe pamoja nami. Usiniache. Kuanzia leo kila aina ya uovu unaonizinga ninaukataa kwa jina la Yesu. Ninautupa mbali kwa jina la Yesu. Lengo langu nivuke salama. Lengo langu ni kuone Yesu. Katika kazi yangu ni kuone Yesu. Katika huduma yangu ni kuone Yesu. Yesu asante kwa sababu uko pamoja nami. Acha nikuombe. Baba, katika jina zuri la Yesu Kristo, jina lipitalo majina yote, jina lenye uweza na mamlaka, Baba, ninakubariki kama mtumwa wako. Yesu, wewe ndio unanitumia. Sina nguvu ya kuponya watu, lakini Mungu kupitia mimi kama chombo, watu wanapokea miujiza yao. Neema yako Mungu iwe pamoja nao. Kila aliyepita mbele hapa Bwana,
na walioko majumbani huko ambao Mungu anasikia ujumbe huu. Yesu kawasaidie. Yesu kawasaidie. Yesu kawasaidie. Wewe ni Mungu unatupenda. Angalia Baba, wale mabaharia walipomtupa Yona baharini, Baba tufanye ili kwamba wakavuka salama. Katika jina la Yesu, kila anayesikia sauti hii ambaye amekubali kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, akaachia mabaya yote, akaacha dhambi zake, akakukiri Yesu, ninaomba Baba kumkumbuke. Angalia mama huyu ana shida hii inamsonga, kwa jina la Yesu. Wewe ni Mungu na nguvu, kila aliyekuja kwako haukumwacha, ulimkumbuka. Na mimi Baba ninasema asante, maana watoto wako wamekukubali wewe, na yule anayesikia sauti hii Bwana amekukubali wewe. Yesu kamsaidie shida yake, Yesu kamponye, Yesu kamponye, inua biashara yake. Angalia Baba, tabu nyingi, matatizo yanakuwa yakimfuata katika maisha yake, ninayakomesha kwa mamlaka ya jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Baba, nimekuona ukisimama nami, nimekuona Mungu ukinitetea. Tetea mtoto wako huyu Baba, ukamtetee, maana amenikubali jina lako, amekubali wokovu. Yesu kamsaidie, Yesu kamtetee, Yesu kasimame naye, usimwache. Yesu asante, maana wewe ni mwema, utaenda kuwabariki watoto wako katika jina zuri la Yesu Kristo. Amen. Piga Yesu makofi na vigelegele. Piga Yesu makofi na vigelegele. Hebu naomba upite ushike mkono wangu. Iko nguvu ya ajabu katika mkono huu. Iko, ni Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Mungu akuinue. Mungu akubariki. Mungu akubariki. Katika jina la Yesu. Inua mkono wako. Naomba usimame. Siku zote za maisha yangu, hakika wema zafadhili sitanifuata, nitaka nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu. Amen. Unaweza ukakaa. Kama nilivyotambulisha, majina yangu naitwa Pastor Simeon Samsoni. Natumika katika kanisa la Faith Mission Tanzania. Tuko hapa Mabalui. Ukipita Mtunduni kidogo mbele hapa utatukuta na jengo ambalo tumeanza kulijenga. Karibu sana, nikukaribishe. Mungu yuko mahali hapa. Ukiwa na shida, njoo, tutamweleza Mungu na Mungu atatatua shida yako. Amen. Narudia namba zangu za simu 0757 69 78 79. Mungu awabariki. Amen.